Huyu mdada hapa anaitwa Emi na huyu mwamba hapa anaitwa Hans. Hawa ni wapenzi. Leo Hans amerudi nyumbani asubuhi tangu alipotoka jana. Bahati mbaya amerudi akiwa na lipstick kwenye paji la uso wake bila yeye kujua. Ikabidi Emi amuulize, "Ulikuwa wapi?" Jamaa akajibu, "Nilikuwa ofisini." "Huko ofisini ndo mnapakwa na hizo lipstick?" Bidada akamkumbusha pia mwamba kuwa hata zipu yake amesahau kuifunga. Bidada akaongea maneno ya uchungu sana, kisha akamwahidi mwana kuwa atakuwa malaya siku zake zote, hata mheshimu wala kumjali kwa chochote kile. Hivi ungekuwa wewe ungefanyaje hapo mtu wangu? Filamu inaitwa Desire, ipo YouTube channel ya Tamtam TZ mtu wangu. Nenda pale kaitazame uenjoy tambala hili. Baada ya kuachana na Hansi, Emi akampata mwanaume mwingine ambaye alikuwa anaenda nyumbani kwake kukaa naye muda mwingi. Emi leo yuko zake chumbani anachati na mwanaume mwingine tena ambaye amemsave jina la My Soul. Ghafla anaingia mwana. Huyu mwana hapa anaitwa Rio, ni mpenzi wake Emi mpya ambaye alimsaidia kumtibia baada ya kupata uvimbe tumboni. Emi baada ya kupona hataki kabisa mahusiano na mwamba, kisa mchizi tu hana kazi. Mwana anajitetea, "Unajua Emi, wewe ndio uliyesababisha mimi niachishwe kazi kwa sababu nilitumia muda mwingi sana kukuuguza hospitalini, jambo ambalo lilipelekea mimi nifukuzwe." Emi kabidi amwambie tu, "Asante kwa yote ambayo umenifanyia. Najua umetenda wema. Sasa unaweza kuondoka zako. Mimi sikuhitaji tena. Maisha haya yamenishinda. Siwezi kuishi na mwanaume hana kazi." Kisha Emi akaondoka zake. Mwana licha kumpigia magoti Emi, lakini akachagua kuondoka tu. Huyu mchizi hapa anaitwa Odochi. Odochi na Rio ni washikaji sana. "Kaka, shida nini tena? Mbona umepiga magoti?" "Ni yule mwanamke kaka. Leo amekuja kunitamkia kuwa hanitaki tena na tumeachana mazima." "Kaka, wanawake ni wengi kwenye hii dunia. Unaweza kuishi bila yeye na maisha yakaendelea tu. Hivyo usiumie yeye kukuacha." Mchizi kibidi amweleze, "Huyu mwanamke nimetoka naye mbali sana na nimemtibia, unajua. Nilimkuta kwenye hali ambayo si nzuri sana. Licha kuwa alikuwa malaya, lakini mimi nilichagua kuishi naye na nikamtibia. Lakini ujue tu kwamba hii dunia ina wanawake wengi sana. Unaweza kuchagua mwanamke mwingine ambaye utaishi naye na hata kusumbua." Mwana ikabidi akubaliane na mchizi. Emi baada ya kuachana na mchizi akaenda kula bata na huyu mwana hapa. Huyu anaitwa Sibo. Huyu ndiye walikuwa na chat naye kabla ya ugomvi na mshikaji wake Rio. Mshikaji anampeleka geto kwake, kisha akamwomba akamwandalie juice. Mwana kaacha simu yake sebleni. Ghafla ikaingia text kwenye simu ya Sibo. Haraka haraka Emi akachukua simu na kuanza kuangalia nani katuma. Akakuta namba imeandikwa wife, kisha na maneno mazuri yamesindikizwa hapo. Emi akammind kinoma mwana, lakini mshikaji ikabidi amweleze tu, "Huyu ni mwanamke wangu na tunatarajia kufunga ndoa mwezi mmoja mbele." Emi akachanganyikiwa kabisa. "Kwa hiyo mimi unanichukuliaje? Mambo yote ambayo tumefanya wote pamoja bado umeamua kunifanyia hivi?" Msele kabidi amwambie, "Wewe nilikuwa nakuchukulia kama rafiki yangu tu na sio mpenzi wako na sijawahi kuwa na hisia kabisa na wewe." Emi akatoka kwa hasira. Kiuhalisia Emi alikuwa anampenda sana Sibo, lakini Sibo alikuwa anamjali kama rafiki tu. Emi ikabidi amtafute mtu anayemjua Rio vyema. Huyu mchizi hapa anaitwa Miki. Hapa anamtemea mbovu sana bidada baada ya kuulizwa alipo mwana, kisha kaondoka zake. Leo Emi amekuja kumwomba msamaha Rio, lakini tayari ameshachelewa, kwani Rio ana mpenzi wake mwingine ambaye ni huyu bidada hapa anaitwa Zatiti. Hili ni bonge moja la tambala mtu wangu, linaitwa Desire. Lipo YouTube channel ya Tamtam TZ. Nenda kaenjoy huko mtu wangu. Mimi naitwa Rio.